Habari. Kulikuwa na kijana mmoja alimdanganya msichana kwa maneno mazuri, akamshawishi kuwa anampenda, kumbe alikuwa akimtakia shari na kumtegea mtego. Akamwambia msichana huyu aje nyumbani kwake kwa kisingizio kuwa anataka kuzungumza naye kwa faragha na kumpatia zawadi, akidai kuwa anaogopa kuonekana naye hadharani ili watu wasimzushie maneno mabaya. Msichana alikataa, lakini kijana aliendelea kumbembeleza na kumhakikishia kuwa hana shari naye na kwamba anataka wazungumze tu. Basi alikubali. Kijana akamwambia kuwa atamsubiri saa 1 jioni nyumbani kwake. Kijana huyu aliwapigia simu marafiki zake na kuambia kuwa kuna mwanamke anakuja saa 1. Wakajikusanya ndani ya nyumba wakimsubiri huyu mwanamke. Wakiwa wanamsubiri huyu mwanamke, mama yake huyu kijana alimpigia, hakupokea. Alimpigia tena, hakupokea. Akaendelea kumpigia, lakini kijana hataki kupokea. Baadaye kwa hasira na kero alipokea simu. Mama yake akamwambia kwa huzuni, baba yako amepata ajali, yupo hospitalini, hali yake ni mbaya sana, njoo haraka. Kijana alishtuka sana, akaacha marafiki zake na kuambia, msichana anakuja, fanyeni mpendavyo, life is short, enjoy. Kisha akakimbilia hospitalini. Alipofika mama yake alimuona, akamuuliza, dada yako yuko wapi? Kijana akajibu kwa mshangao, dada yangu sijui. Mama akasema, hujui? Nilimtuma nyumbani kwako akuite kwa sababu ulikuwa upokee simu. Kijana alishtuka, akamwambia, unasemaje? Akakimbia kurudi nyumbani kwake akiwa amepagawa kabisa. Njiani akajaribu kumpigia simu dada yake, hakupokea. Akampigia yule msichana, akapokea na kumwambia kwamba muda umeenda na amekatazwa kutoka nyumbani. Jamaa akawa anakimbiza gari kama chizi. Alipofika alikuta dada yake amelala chini akiwa ametendewa unyama. Marafiki zake walikuwa tayari wameshamfanyia walichotaka. Kama alivyowaambia, msichana anakuja, fanyeni mpendavyo. Kabla hujafikiria kumdhuru msichana au kumuumiza, mkumbuke dada yako, mama yako, mke wako au binti yako. Mungu anaona kila kitu, na kama unavyotenda ndivyo utakavyotendewa. Asante.